Mama mjamzito ukijifungua kabla mimba yako haijafikisha wiki 37 lakini iko juu ya wiki 28 hapa Tanzania, unasema kwamba umejifungua kabla ya wakati. Na kuna shida mbalimbali endapo ukijifungua kabla ya wakati, haswa kwa mtoto ambaye utajifungua. Bila shaka unajiuliza maswali, mambo gani ambayo yanapelekea mama mjamzito kuweza kujifungua kabla mimba yake haijafikisha wiki 37 na iko juu ya wiki 28? Karibu kwenye somo tujifunze pamoja siku ya leo. Kama ni mara ya kwanza kuweza kutembea channel yangu, unaweza kusubscribe hapo chini ili uendelee kujifunza kuhusiana na afya ya mama mjamzito, lakini vile vile na mtoto mchanga. Inawezekana umeshawahi jifungua kabla mimba yako haijafikisha wiki 37 au una mimba. Sababu mbalimbali zinaweza kupelekea kwamba ukajifungua kabla ya wiki 37 au kabla ya miezi 9, ambao kitaalamu tunaita preterm labor au uchungu kabla ya wakati. Mimba inawezekana imefikisha miezi 7 au wiki 28 lakini iko chini ya wiki 37 au iko chini ya miezi 9. Sababu kubwa ambayo inapelekea mama mjamzito kuweza kujifungua kabla ya wakati, ambayo inaweza kuhatarisha mtoto ambaye unajifungua kwa sababu anakuwa hajakomaa vizuri, huwa haijulikani. Lakini kuna mambo ambayo yanaweza kuhatarisha mama mjamzito kuweza kujifungua kabla ya wakati au kabla ya mimba yako kuweza kufikisha miezi 9. Vihatarishi hivyo, kihatarishi cha kwanza kabisa ni mama ambaye ana maambukizi ya bakteria ukeni. Naposema maambukizi ya bakteria ukeni, inawezekana na bakteria vaginosis, unatoka uchafu ambao una harufu, lakini vile vile inawezekana unaambatana na mwasho, lakini vile vile inawezekana na magonjwa ya zinaa, kwa mfano kama gonolea, lakini vile vile kaswende. Inaweza kaleta changamoto na mwisho wa siku ukajifungua mtoto ambaye amefariki, au wakati mwingine ukajifungua kabla ya wakati. Kwa hiyo unatakiwa kukaa chonjo. Ndio maana unapoenda hospitali huwa unaweza ukapimwa magonjwa haya. Lakini vile vile kihatarishi kingine ni ugonjwa wa UTI. Ndio maana unapoenda hospitali lazima kila hudhurio uweze kupimwa mkojo wako. Je, una maambukizi ya bakteria ambao wanasababisha UTI au hauna maambukizi? Na ikionekana una maambukizi, ni vyema kuweza kupewa dawa. Kwa nini? Kwa sababu UTI inaweza kupelekea mama ukajifungua kabla ya wakati, lakini wakati mwingine inaweza kuhatarisha mama kupata dalili za kuelekea kuwa na kifafa cha mimba, ambao ni hatari sana katika kipindi chako cha ujauzito. Jambo lingine ambalo linaweza kuhatarisha kuweza kujifungua kabla ya wakati ni mimba ya mapacha au mimba ya mtoto zaidi ya mmoja. Kwa maana kwamba inawezekana na watoto watatu tumboni, inawezekana una mapacha. Wakina mama wengi wenye watoto wenye mapacha huwa wanajifungua kabla ya miezi 9, haswa kwa wale ambao wanakuwa na mapacha ambao wanafanana, ambao wapo labda kwenye chupa moja. Kwa nini? Kwa sababu mji wa uzazi unakuwa umetanuka sana na uchungu na uwezekano mkubwa sana kuweza kuanza mapema. Lakini vile vile kina mama ambao wenye maji mengi tumboni, kwa maana kwamba maji yanayozunguka mtoto, ambao kitaalamu tunaita polyhydramnion au hydramnion, wao inaweza kuhatarisha wao pia wakaweza kujifungua kabla ya wakati au kabla ya mimba yao haijafikisha miezi 9. Lakini vile vile vihatarishi vingine, inawezekana chupa yako imepasuka kabla ya uchungu kuweza kuanza, ambao tunaita pre-labor rupture of membrane. Hii inaweza kupelekea mama ukajifungua kabla ya wakati, kwa sababu maji yanapopungua, mwisho wa siku inaweza kupelekea mtoto wako akawa katika hali mbaya na unaweza kumpoteza, hali ya kuwa mimba yako yuko zaidi ya wiki 28 au na wiki 32, wiki 33 au wiki 34. Sasa kuna maswali niliulizwa kwenye community section hapa YouTube. Kuna baadhi ya wafuatiliaji wangu walisema wao kwamba chupa ilipasuka kabla ya wakati, na huyu mmoja wapo alikuwa ni Hosena Bondera. Alisema kwamba mimi nilipasuliwa wiki ya 34, mimba yangu ya kwanza, uchungu ulinishika kabla ya wiki hazijatimia. Lakini vile vile kuna mtu mwingine anaitwa Maua, yeye anasema mimba yangu ya kwanza nilijifungua wiki ya 34 na mtoto alikuwa na hali nzuri tu, ila nilipokuwa na mimba ya miezi 6 nilianza kumwaga maji, nikawa na weka pande la kanga mpaka siku ya kujifungua, na hisi hii ndio ilipelekea nijifungue wiki 34. Kwa hiyo unaona kwamba chupa yake ilipasuka mapema kabisa, hata mimba yenyewe ilikuwa haijafikisha hata miezi 7. Mimba ilikuwa tu ina miezi 6, ina wiki 24 kwenda juu, chupa ikapasuka. Bahati nzuri mimba ikasogea, lakini mwisho wa siku ikabidi ajifungue kabla ya wakati, ambao mimba yake ilikuwa ina wiki 34, ambao ni sawa na miezi 8 na wiki 2. Kwa hiyo ilikuwa haijafikisha miezi 9. Kwa hiyo chupa kupasuka kabla ya wakati, kuna sababu mbalimbali ambazo zinaweza kupelekea chupa yako ikapasuka. Unaweza click suggestion hapa juu ukasikiza video hiyo kuhusiana mambo yapi ambayo yanapelekea chupa kuweza kupasuka kabla ya uchungu kuweza kuanza. Lakini vile sababu nyingine, inawezekana unatokwa damu ukeni katika kipindi chako cha ujauzito, haswa miezi 3 ya mwishoni, ambayo tunaita antepartum hemorrhage. Inawezekana kuna kuwa na sababu kubwa mbili. Inawezekana kwamba kondo la nyuma limeanza kujiachia kabla ya wakati, labda ulipata ajali au kuna shida nyingine. Lakini vile vile inawezekana kondo la nyuma limejishikiza karibia na mlango wa uzazi, kwa hiyo limeanza labda kubanduka na mwisho wa siku linapelekea changamoto
changamoto ambayo kitaalamu tunaita placenta previa, kwa maana kwamba kondo liko karibia na mlango wa uzazi na tayari damu imeshaanza kutoka, ambao inaweza kapelekea mama kuweza kujifungua kwa upasuaji na mapema zaidi, kwa sababu wakati mwingine anaweza kumuokoa mtoto, kwa maana kwamba ukisubiri mpaka uchungu uweze kuanza inaweza kaleta shida, au kapata shida mwenye mama mjamzito kupoteza damu nyingi, au vile vile unaweza kumpoteza mtoto wako ambaye yuko tumboni. Lakini vile vile inawezekana una ugonjwa wa pressure ya muda mrefu au una ugonjwa wa pressure ya ujauzito, ambao wakati mwingine inaweza kapelekea mama akawa pressure yake haikai vizuri hata kama anatumia dawa, na mwisho wa siku madaktari wakakushauri kuweza kujifungua kabla ya wakati, kwa sababu inaweza kukuhatarishia wewe ukapata kifafa cha mimba, dalili ambazo ni mbaya sana zikikupata mama mjamzito, na vile vile ni hatari kwa mtoto aliyoko tumboni. Lakini vile vile inawezekana una ugonjwa wa muda mrefu, kwa mfano ugonjwa wa kisukari cha muda mrefu au na kisukari cha ujauzito ambacho kilikuwa hakidhibitiwi, labda umetumia dawa bado hakikai vizuri, na mwisho wa siku ameona kwamba inaweza kuhatarisha mtoto wako aweze kumpoteza tumboni, lakini vile vile wewe mwenyewe inaweza kuleta shida. Kwa hiyo wanakusaidia kuweza kujifungua mapema, na mara nyingi unaweza kujifungua kwa upasuaji kama sukari haijakaa vizuri. Lakini vile vile kina mama ambao wana dalili za kuelekea kuwa na kifafa cha mimba ambao tunaita preeclampsia, pressure iko juu sana, na wakati mwingine una protini kwenye mkojo, na vile vile umetumia dawa imeonekana kwamba ni hatari, inaweza kupelekea kifafa cha mimba, mwisho wa siku unaweza kujifungua kwa upasuaji, na wakati mwingine unaweza kujifungua kawaida, ila wakaanzisha uchungu mapema zaidi mara baada ya kuweza kuchoma sindano ya kuweza kukomaza mapafu ya mtoto wako aliyoko tumboni, haswa mimba inapokuwa chini ya wiki 35, na kusababisha kwamba ukajifungua vizuri na mtoto wako akaweza kupona, lakini ukajifungua kabla ya wakati, mimba yako haijafikisha wiki 37 au haijafikisha miezi 9 ambayo utarajiwa kuweza kujifungua. Kihatarishi kingine ambacho kinaweza kupelekea mama kuweza kujifungua kabla ya wakati ni akina mama ambao wanabeba mimba mapema. Mama ambaye anabeba mimba yuko chini ya miaka 18 au umebeba mimba uko zaidi ya miaka 35, inaweza kukuhatarishia wewe kuweza kujifungua kabla. Lakini vile vile akina mama ambao wanabeba mimba ndani ya muda mfupi, kwa mfano umejifungua umekaa labda miezi 3 4 ukabeba mimba nyingine, hii inaweza kuhatarisha wewe mama kuweza kujifungua kabla ya wakati. Lakini vile vile akina mama ambao wanabeba mimba nyingi alafu wanakuwa wanajifungua kwa upasuaji, labda mimba ya kwanza kujifungua kwa upasuaji, mimba ya pili umejifungua kwa upasuaji, ya tatu upasuaji, ya 4 na saizi una mimba ya 5 au ya 6, zote unajifungua kwa upasuaji. Pia unaweza wakakufanyia upasuaji mapema zaidi ili kuepuka kwamba mji wa uzazi unaweza kupasuka ile sehemu ambayo ulikuwa unafanyia upasuaji, kwa sababu umefanywa mara nyingi, na endapo kama unapata maumivu ya hapa na pale ya kama uchungu ambao si wa uhalisia ambao tunaita uchungu wa uongo au false labor, unaweza kupasuliwa mapema kabla ya mimba haijafikisha miezi 9 ili kuweza kuokoa mtoto wako, lakini vile vile kupunguzia uwezekano wa mji wa uzazi kuweza kupasuka, kitu ambacho ni hatari sana kwa afya yako, lakini vile vile na mtoto aliyoko tumboni. Sababu nyingine ni mama mwenye upungufu wa damu. Endapo kama damu yako iko chini ya 11 gram per deciliter katika kipindi chako cha ujauzito, inaweza kuhatarisha wewe ukaishia kuwa na uchungu wa mapema, endapo tunasema kwamba kitaalamu na anemia katika kipindi chako cha ujauzito, maana damu iko chini ya 11 gram per deciliter. Hii inaweza kuhatarisha mama ukaweza kujifungua kabla ya wakati. Lakini vile vile mtindo wa maisha, kina mama ambao wana utapiamlo, au naposema utapiamlo kwa maana kwamba inawezekana ile BMI yako iko chini ya 18.4 kg per meter square, kwa maana kwamba una lishe yako iko duni, kwa maana kwamba inaweza kuleta shida. Lakini vile kina mama ambao wana kiliba tumbo au wana obesity, inaweza kuhatarisha wao kuweza kujifungua kabla ya wakati. Akina mama ambao wanavuta sigara, inaweza kachangia ikaharibu kondo la nyuma, na mwisho siku kahitajika kuweza kujifungua kabla ya wakati. Kwenye sigara kunakuwa na kemikali mbalimbali kama nikotini ambazo zinaweza kuathiri lile kondo la nyuma ambalo linapeleka hewa safi kwa mtoto aliyoko tumboni, na mwisho wa siku kahitajika kuweza kujifungua kabla ya wakati. Lakini vile vile kina mama ambao wanakunywa pombe au wanatumia madawa ya kulevya, inaweza kuhatarisha wao kuweza kujifungua kabla ya wakati. Akina mama ambao wana historia ya kujifungua kwa njia za usaidizi, inaweza kuhatarisha wao katika mimba ambazo zinafuata kuweza kujifungua kabla ya wakati. Labda inawezekana waliumia wakati wa kujifungua, hasa wanapojifungua kawaida kwa njia za usaidizi, labda walitumia vacuum au forceps delivery, inaweza kuhatarisha pia. Lakini akina mama ambao wana msongo wa mawazo, inaweza kuhatarisha wao kuweza kujifungua kabla ya wakati, hasa kwenye kipengele cha mtindo wa maisha. Kama umekuwa ni mtu ambaye unaishi katika msongo wa mawazo na changamoto za sonona, inaweza kupelekea wewe kuweza kujifungua kabla ya wakati. Lakini vile vile wakina mama ambao wana mtoto ambaye yuko tumboni mlemavu, inawezekana na kichwa kikubwa au ana shida yoyote ile, wanaweza kujifungua kabla ya wakati, kabla ya mimba haijafikisha wiki 37. Magonjwa ya muda mrefu, kwa mfano magonjwa ya moyo, lakini vile magonjwa ya figo, yanaweza kuhatarisha mama ambaye ni mjamzito kama na magonjwa haya kuweza kujifungua kabla ya wakati. Lakini vile vile kina mama ambao wamezaliwa na ulemavu mbalimbali, inawezekana umezaliwa labda una ulemavu wa
mji wa uzazi, mlemavu wa mlango wa mji wa uzazi au tunaita cervix, kwa maana kwamba labda una udhaifu, inaweza kapelekea mama kuweza kujifungua kabla ya wakati, au wakati mwingine mimba yako ikaweza kuharibika kabla hata haijafikisha miezi 7. Katika miezi mitatu ya katikati unakuta mimba yako imetoka, umejifungua mtoto ambaye ni mzima, lakini baadaye anafariki kwa sababu mtoto huyo hajakomaa, haswa kwa nchi zetu hizi za Afrika ambao ni sub-Saharan country. Mama anaweza kawa na changamoto nyingine, kwa mfano kama nilivyosema mara kwanza, inawezekana una udhaifu wa mlango wa uzazi, labda ulisababishwa na labda ulishaifanyia upasuaji, labda ulikuwa na uvimbe kwenye mlango wa mji wa uzazi ukafanyia upasuaji, ambao inaweza kapelekea kuna baadhi ya tishu zilitolewa, au ulikuwa una shida fulani ukafanywa upasuaji kwenye mlango wa uzazi. Kwa mlango wa uzazi umekuwa dhaifu, si kwa sababu umezaliwa nao kama nilivyosema mara kwanza, ila ni kwa sababu tu ulifanywa upasuaji na mwisho wa siku mlango wa uzazi kwa ni mdhaifu. Au kama ulikuwa na historia ya kwamba mlango wa uzazi ulichanika sana kwenye mimba iliyopita, inaweza kuhatarisha wewe kuweza kujifungua kabla ya wakati mimba ambazo zinakuwa zinafuata. Lakini vile kina mama ambao walishaipata ajali, labda kuna ajali imewahi kutokea katika kipindi chako cha ujauzito, imepelekea labda kama nilivyosema mara kwanza kwamba kondo la nyuma limeanza kujiachia kabla ya wakati. Kwa mwisho wa siku unakuta madaktari wakishagundua hiyo shida, wanahakikisha kwamba unajifungua mapema ili kuepuka kwamba unaweza kumpoteza mtoto kama kondo limeanza kujiachia. Mama anaweza kawa na historia ya kujifungua kabla ya wakati kwenye mimba zilizopita. Unakuta mimba ya kwanza ulijifungua kabla ya wakati. Mimba ya pili pia inaweza kuhatarisha wewe ukaweza kujifungua kabla ya wakati, au kabla ya mimba yako haijafikisha miezi 9 au iko chini ya wiki 37. Inawezekana unajiuliza maswali kwamba dalili za mwanzo za uchungu halisia ni zipi? Unaweza click suggestion hiyo hapo kasikiza video kuhusiana na dalili za mwanzo za uchungu halisia. Kama utakuwa na swali unaweza kuniuliza hapo chini na mimi nitakuwa tayari kuweza kujibu swali lako wakati wote. Karibu sana.